Ndugu zangu, tulieni jamani. Tuko hapa kwa ajili ya kuzungumza haya mambo. Sasa nashangaa mmeanza kuzozana, haieleweki. Mimi ndo mkubwa wenu hapa, ndio maana niko hapa, nimekuja nyaraka zote hizi hapa kwa ajili ya kujadili tunagawana vipi hizi mali. Kila mtu ana haki hapa, hakuna aliyeko hapa kujinufaisha. Kwa hiyo mnatakiwa msikilize, tujadili, mwenye hoja atazungumza, itakachotolewa kubaliane kabisa. Ndio maana mimi niko hapa kama kaka. Kwa hiyo kila mtu atazungumza, kila mtu atapata haki yake. Nafikiri tumeelewana. Na rasmi nimefungua kikao hiki. Mimi kwani nyumba hii. Sawa. Hiyo nyumba upewe peleka. Sio kweli kabisa. Ile bwana. Kaka mkubwa ashasema kikao kinaanza, basi tumsikilize kwanza. Hapa anaongea tu. Anataka nyumba ni aje? Jamani, ndio maana kwenye kikao hapa tumsikilize kaka mkubwa. Kwani mnakuwa mna heshima ndugu zangu? Mali si nyingi, nyumba, mashamba, wadudu. Muachie kaka mkubwa aongee. Wewe ni kaka mkubwa. Ndugu zangu, tusikilizane. Kuna mwenzetu hapa ameshaanza kudai nyumba. Ila kwa sababu mimi ndo kaka mkuu na msimamizi wa mali hizi, natoa mgawanyo kama ifuatavyo. Kaka, samahani kwanza. Mimi sijaelewa. Yaani ni msimamizi, mrithi mkuu. Maana ni kama unataka kujivutia fulani hivi. Sijakuelewa. Wewe mdogo wangu, heshima kwanza. Kaka mkubwa unapoongea unamaanisha nini? Na sio mrithi mkuu. Naomba niweke hili swali kwa kila mmoja wetu hapa likae sawa. Hizi ni mali za familia, mali za urithi na sio mali ya mtu mmoja. Yaani naomba tueleze hapa. Kimya nyie. Umekuja hapa kutafuta haki sio kubishana. Sawa? Wewe kumsikiliza kaka. Tuachane na hayo yote. Mimi kaka mkubwa nitachukua shamba lile la Mbezi. Pia kuna nyumba ile kubwa ile ya Gongo la Mboto nitachukua mimi, ndio. Na pia akaunti ya benki naimiliki mimi, kwa sababu mimi ndiye niliyepambana kuwatunza wazazi walipokuwa tayari umri umewatupa mkono. Wewe hapana kaka mkubwa, kaka Matias unakosea. Kwamba wewe pekee yako tu unashughulika na wazazi, kwamba sio wengine tuangalie kuhudumia wazazi wetu. Unakosea. Hapo unaendekeza tamaa kaka. Huo ni unyonyaji. Kila mmoja hapa ana haki na hizi mali, usijivute peke yako. Yaani utakuelewa, yaani uchukue mashamba, uchukue nyumba na kadi ya benki pia. Hapana kakangu. Kila mmoja ana haki hapa. Sio sawa bwana. Kaka Matias haiko sawa. Hiki ni kikao kwa ajili ya kutafuta suluhisho. Sio kikao kwa ajili ya kujivutia mali. Sasa hayo maamuzi yako tunaona sio sahihi kabisa. Lakini ndugu zangu, ujue mimi nakumbuka kipindi wazazi wanaumwa sana hapa kijana. Kuna watu hapa walikuwa wanamsaidia baba kwa macho, hata kwa msaada alikuwa watoi. Lakini leo unashangaa kwenye mgao wa mali wao ndio mdomo mbele kuongea. Unaona iko sawa kweli? Hata hivyo kuna hapa ndio mwisho wa mali. Kwa hiyo nataka kusemaje? Ni kwamba wengine hatuna haki au? Hiyo ni fitna jamani, acheni kusiana zijembe. Tusikilize kikao. Kweli lazima tuseme. Anachosema kaka Chanja yuko sawa. Wengine walikuwa wanamwangalia mgonjwa watoe yote haya ndani. Leo anakuja kudai mali. Kwa mali zipi? Lakini ni mali za wazazi wetu, lazima tugawane wote. Wengine na mzee wa Mungu wewe. Yaani usikani. Nyumba uchukue wewe. Shamba uchukue wewe. Hadi benki uchukue wewe. Kwamba ndio ulikuwa mtoto pekee wa mzee. Sio wengine wanapata hapa. Mali za wote ndugu zangu. Kwa wengine wewe kumhudumia mzee. Tukisema tu hivi kwa rule mhudumia bahati tu kila mtu ana Jamani, ndugu zangu. Mimi mchango wangu ni mkubwa kwenye familia hii. Hamwezi kujilinganisha na mimi. Hamwezi kujilinganisha na mimi. Hamwezi kujilinganisha na mimi. Sawa na huyu.
Mimi nigawane sawa pamoja na familia yako. Mimi nambeba, nimemsomesha huyu nimemsomesha. Nyie wote mko mnaniangalia mimi, wote mnaniangalia mimi. Anajiona ndo mkubwa. Sisi nyingine ni la. Yaani anajiona wewe utoka ni hapa. Yaani wewe ni kama nani unakuja sasa hivi kwenye kikao? Na umelewa. Ulikuwa wapi? Wewe ulikuwa wapi? Nimepotea. Kulewa ni kulewa, unaleta vurugu. Yaani Romaya, lakini mimi nyumba nataka. Wewe unaizungumzia nyumba gani? Nyumba gani unayojua? Nyumba gani unazungumzia? Nyumba zote nimeshachukua mimi. Mashamba yote nimeshachukua mimi. Na hamna cha kunifanya. Hamna cha kunifanya. Sio kama habari za nyumba yako umechukua wewe. Kaka mkubwa tunakuheshimu ni kaka mkubwa, lakini hizi mali ni za familia. Kila mmoja wetu pana kinazo. Sio kama kuchanganya pale kichwani. Je, za mama ni wewe. Lakini msima ndicho kusoma yani. Kwa hiyo ndicho kusoma hapo sikie. Huu mgawanyo ulitolewa na mzee. Mimi niliambiwa nibebe kila kitu. Bebe kila kitu. Wewe ulihangaika na nini? Wewe nilihangaika nini? Dawa kwa dunia kukua nilikuwa nahangaika sana. Unajiona hapo wote hata na ushauri wa maana, lakini nyoyo nyingine baada ya kufanya kutana wewe nafasi uliopewa naona umtendei haki. Wakajonga una nini? Jamani, kama kama mkubwa hapa tunaofuatia baada ya kamkubwa pale Kambua Matias kiuhalisia hizo mali baba yetu na mama yetu wakuachia sema kama baraka kwetu. Kuna familia ambayo yenyewe kama yenyewe baba na mama kuna chochote kile mpaka mfariki hawana nyumba, hawana gari, hawana chochote. Je, wale watagombania nini? Kama nyumba wale ndio sisi tugombania nini leo? Sasa baba yetu tunataka baraka katika familia yetu kwamba wamtuachia nyumba, wamtuachia magari, wamtuachia mashamba kama baraka kwetu. Lakini leo hii tunapata ugomvi hapa. Ilikuwa kama dada katika familia yetu. Kwa kama sisi leo tumbwe kitu kimoja. Lakini pia kwa nyie dada zangu nyie wa kike nyie leo hii ikatokea wewe hapo au wewe mkaachika huko mtaudi wapi kama kaka usitombe baada ya kuachika. Mr. Ken mkubwa amenisikiza kwa makini. Lakini pia tujue kwamba mali zinaisha. Mali mashamba yanaisha. Ila undugu hauwi ukaisha never. Na undugu kivunjika, kurudisha tena undugu ni kazi kubwa sana. Yaani kazi kubwa sana kurudisha undugu ambao sio kuvunja. Ila hizi mali zinatafutwa. Na ulisi wa kweli sio mashamba, sio nyumba zile, ni upendo katika familia yetu. Sisi kama sisi tukae tuwaze kwamba tunafanya nini. Tuanze kama sijui nyumba ya Masaki, sijui nyumba ya wapi, anachukua fanya. Hapo unatengeneza difu na lana katika familia yetu. Kaka, sikia nikwambie. Kama nyie ni matajiri, hamna shida na mali wala hela. Sisi tuna shida na mali, lazima tugawane. Heshima izingatiwe. Heshima izingatiwe. Mkubwa anaongea, wewe unaongea tano nini hivi jamani? Heshima inakuwa hamna kabisa hapo. Wewe usifanye hapo. Na kufanya hapo kama Matias, hizo mali tuziache kwa ajili ya familia yetu. Tukisema tuweke tamaa tena hapa, inakuwa kama laana katika familia yetu. Tuangalie kila mtu akatafute mali zake. Hizo mali zibaki hapa. Ukisema tugawane hapa inakuwa
nini hapo? Kuna wengine tunakuoa kwa waganga hapo tu kwa machizi, wengine kisa hizi mali za ukoo. Baba yetu alikuwa mama yetu tunakuwa wanaume wote hao. Tunataka mali. Jamani, sio kweli hapo. Sio kweli kabisa. Mimi kama kaino wa pili naofuatia nasema kwamba hizi mali usigawane, zibaki hazina familia. Sawa. Hazina familia. Yeye mkiachika hapa ndio kaka vipi kaka nije kwako sitaki. Mimi nakataa. Tumsubiri kaka mkubwa ahitimishe. Sawa. Kama chasi. Kama chasi. Hapa kilichobaki hapa hizi mali asifanye. Basi hizi mali ziachwe. Ziachwe. Kaka Matias. Naam. Na ndugu zangu wote, najua mimi nimewasikiliza kwa makini sana, lakini nilichokuwa napenda kuongea, ningewaomba hizi mali tuziache. Nikiangalia mimi nina miradi yangu, nina biashara zangu nyingi tu, sitegemei mali za wazazi wala za kulisi. Kwa hiyo kwa ushauri, mimi niwaombe hizi mali tuziache. Mali zitasaidia baadaye, kwa sababu kama mnavyosema, tukigawana hizi mali kila mtu ataenda kuzitumia ovyo, wengine watauza, watafanyeje, mwisho wa siku tutarudi kuhangaika. Lakini kama tukiziacha hapa, ile nyumba ya Mbezi ile tukiiacha, mtu akienda akafanya mihangaiko yake akaferi, atarudi pale, atafikia nyumbani. Hiyo kadi ya benki, kesho na kesho kutwa limetokea tukio kubwa au tatizo kubwa kwa mmoja wa wanafamilia, itasaidia, zile fedha zitasaidia. Kwa mimi ninawashauri hizo mali tuziache. Kama mtu anisikiliza kwenye hili, mimi msiniweke kwenye mali za ulisi. Sitaki kabisa mali za ulisi. Nilishangaa tajiri kugombania mali. Ndio hapo. Tusikizane ndugu zangu. Nimesikiza ushauri wenu na mdogo wangu Salim pale na mdogo wangu Mwakajonga. Ushauri wenu ni mzuri. Lakini bado nafikiria kwamba ni twende hivyo mnavyoshauri, bado najifikiria kidogo. Sijaamua bado. Naangalia utaratibu kwanza, ni mali zibaki au tugawane kama tulikuwa tumesema. Sababu kama sioni umuhimu wa kugawana, kama naona umuhimu wa kugawana, bado niko dai yenu ndugu zangu. Sasa kaka. Ndio mimi nikwambia kitu kimoja. Sawa? Mimi sijasoma. Bwana nyewe tu mmesoma mkapata kazi. Mimi kazi sijasoma. Nyewe chukueni kazi ya benki. Mimi ningeni hiyo nyumba ambayo ipo hapo. Mimi nikaishi hapo nikaiuze. Nimekuja na dalali hapo. Mimi nitaanza nini dalali hapa. Basi kulieni. Nimeshapata mwafaka. Nimeamua kama kaka wa familia. Mimi. Wewe ndo kaka wa familia. Wewe naomba unyamaze. Kimya. Mbona una adabu wewe? Tulieni. Hizi mali zitabaki katika familia hii. Hatopewa mtu yeyote. Lakini kumbukeni, unaweka kama yule amesema na miradi, mnakumbuka? Wewe una mradi gani mwenzangu? Mimi sina, nipo tu hapa nimekaa. Hata kama wewe nimeolewa, ndio maana wenye miradi hawataki mali za urithi. Sisi ambao hatuna hataki kuolewa. hapa na mimi nakuolewa. Jamani, hatuko hapa kujua mradi wa fulani, hatuko hapa kujua kutafuta ni wewe kwa wengine. Wewe kilema. Yes, una kilema wewe. Tulieni. Mimi mwanaume. Tulieni jamani. Hatuko hapa kujua mradi wa fulani ana hiki, huyu ana hiki. Ndugu zangu, kama ambavyo wametoa ushauri mdogo wangu Salim na Mwakajonga, mimi kama kaka mkubwa nimekubaliana na ushauri wao ya kwamba mali itabaki kama sehemu ya familia. Hakuna atakayepewa chochote, mimi mwenyewe sitochukua chochote, japokuwa nitakuwa na kuja kuangalia. Kila mtu anaruhusiwa kuwa anafika kuja kuangalia, ila sio kuchukua. Nafikiri tumeelewana vizuri. Nafikiri kila mtu ameridhika na hii maamuzi tuliyochukua. Hapana. Kwa nini? Mimi nimeshaamua. Maana mimi sielewi kupeleka tu kisha
nafikiri ulikuwepo toka mwanzo. Yaani mimi sielewi au Ulikuwepo toka mwanzo. Mpango ulikuwa ni Yaani bora uongee wewe. Maana nikiongea mimi hapa naonekana kama vile mimi ni wa kike sina kike kwenye hii familia. Naomba unisaidie tu kakaangu tuongee kwa sababu mimi hapa kila mtu anielewi. Kwa hiyo inabidi mimi na wewe tupambane. Hizi mali zinagawanywa. Nyumba ya kwangu. Kila mmoja hapa ni mwanafamilia, si ndio? Hizi mali inabidi tugawiwe kwa kila mmoja. Ndio. Haiwezekani, mimi sijakubali. Aishi mpaka ishe. Yaani hapa mimi kaka kubwa nimeshaamua mali zitabaki kama urithi wa familia wa watu wote. Hakuna atakayepata chochote. Nafikiri tumeelewana. Mitaro nyumbani. Nimesema hivi, nyewe kama hamgawani, mwenyewe ila mimi mali na chaka. Wewe baba. Una uhakika? Kutoka Nyumba. Vipi ulionayo? Nimeshasema. Mimi shamba nataka nyumba. Kwa hiyo mambo nyumba mashamba